Interested in architect designs? Here we go. Let's see what we have for today inside this video. Here. Mjengo wetu umekamilika. Ni nyumba inayohusisha vyumba vitatu. Ni nyumba ndogo ambayo inahusisha vyumba vitatu na imejengwa katika eneo dogo. Eneo hili kama unavyoliona ni mita 20x20. Huu uzio unaouona huu una mita 20x20, unaona. Kwa hiyo eneo hili unaweza kujenga nyumba ya namna hii. Hii nyumba ina mita 15 urefu kwa mita 6 pana. Unaona, kutoka hapa mpaka hapa mita 6 na huu kwa saizi ya urefu hii mita 15. Ukiacha huko mita 15 umeacha kama mita ni mita 12, umeacha kama mita 2, huku mita 3, huku mita 2. Hapo mita hapa mita hii. Kwa mita 15 hapa nayo mita 5, unaona. 15 nyumba hii. Kama unavyoona na eneo la kiwanja ni 20x20. Kwa hiyo sasa kwa eneo la 20x20 ukijenga nyumba hii ya vyumba vitatu na zaidi. Hapa unaweza ukaongeza ikawa ina vyumba 4. Wewe tu. Wewe tutumie tu kiwanja chako ni size ngapi, halafu tutakudesignia ramani kwa ajili ya ujenzi. Tunaanza na kusorora ramani yetu na tunaanza na eneo la parking. Kama unavyoona eneo hili ni kwa ajili ya parking na hapa zinaweza parking gari mbili, ni eneo kubwa. Unaona, unaweza park gari mbili. Kwa pembeni yake hapa kuna aquarium na sehemu za kuweka bustani yako ndogo ya maua. Ila kwa eneo hili unaweza kuweka fireplace. Hapa unaweza kukaa ukachoma nyama. Unaona, hapa unaweza kuweka buffet yako ukaanza kuchoma nyama. Kwa pembeni hapa kuna garden ndogo ya kupumzika kama unavyoiona. Bustani ya kupumzika hii. Unapata nimewekewa benchi fulani hivi. Kinaanda hapo pembeni, kuna shida. Kwa hapa kuna balcony hii inayo access kwenye mlango wa nyuma wa kuingia ndani ya nyumba. Unaona baadaye upande huu ni washing area. Hapa unakuwa unaosha vyombo kama unavyoona hii washing machine. Hii ni dishwashers. Hii ni washing machine, hii dishwasher. Unaona, kama unaweza wardrobe hizi drawer unaweza kutunza vitu vyako mbalimbali, sabuni na nini. Unaona makabati haya hapa hivi hapa. Hapo jacuzzi. Haya, unaona. Na juu ya nyumba hii kuna tenki mbili za maji. Tunaanza kusorora nyumba yetu kwa upande wa hapa. Kama kawaida balcony ya chuma. Balcony ya nyuma ya nyumba hapo kuna balcony mbili. Tukianza na hii, huu mlango ni garage au unaweza kutumia kama chumba cha store. Unaona store hiki unaweza kuweka nafasi zako na vitu mbalimbali. Tuangalie ground inakuwaje. Tunaanza kama kawaida na ground. Baada ya access hii so unapoingia tu hapa na huo mlango wa mbele ambapo hapa kuna ngazi refu. Hapa kuna meza ambapo iko pa aquarium ila mtu anaweza kupasi nguo hapo. Haya, dining kwa hapa. Naiona dining inaweza kubwa inakuja na viti 5. Haya, kochi letu la kwanza hili hapa. Kochi ya pili ni living room. Nasema separate kulingana na dining. Hiyo ni living room kama unavyoona na access kwenye nyumba. Haya, kwa upande huu kama tunavyoona upande huu kuna milango mitatu. Mlango unaenda kwenye balcony ya nje. Huku kuna bathroom. Hii ni bathroom kubwa, choo na bafu kubwa sana hiki. Kwa mlango huu hapa, huu unakuingiza wapi? Huu unakuingiza jikoni. Hii ni jiko yetu, ni jiko ndogo lakini inakuja na mambo mengi. Unaona, na hii ndio balcony yetu tuliyoiona upande wa nje.
Sasa tuchukue ngazi yetu tuone kwa juu inakuwaje. Tukishachukua ngazi hapa tunatuleta hapa. Tukishachukua ngazi yetu unaona inafikisha mpaka hapa. Hapa tunakutana na hii sehemu. Hapo hii sehemu kuna friji ndogo hapa. Friji ndogo hapa, kuna kabati kwa ajili ya kuweka nguo chafu, viatu na nini. Pia kusahau kabati yote ya vitabu hiyo. Kwa upande huu hapa bakoni ya juu, bakoni ndogo mtu anaweza kupumzika. Kisha kwa upande huu kuna huu mlango ambao tunaingia kwenye chumba. Huu mlango unafungulia kwenye chumba cha kwanza. Naona chumba kikubwa kinachokuja na kitanda kikubwa pia. Naona ni chumba kikubwa hiki, chumba cha kwanza hiki. Cha pili. Naona kwa upande huu room ya pili. Naona chumba cha pili hiki. Alafu ukija hapa hii ni master bedroom. Ni kikubwa kabisa hiki chumba, unaona ni kitanda kina mita 6x6. Naona chumba kikubwa sana hiki. Kama kawaida hapa huwezi kutoa bathroom upande huu. Hapo angalia kwa juu. Ngoma imekamilika hapo juu. Naona sasa kuna hii floor hapa imefunika. Hapo zetu hivi hapa. Naona kwa mjengo unahusisha vyumba vitatu. Simple one. Hapo bathroom na bathroom mbili. Kuna haja ya kuhangaika. Sasa umesema amekuja. Mkuu akili kumajia mereje.